President Ruto will be a one-term president. Today, Rigathi Gachagua held a public rally in Dagoretti, which has destroyed President William Ruto and his entire team. Today's function in Dagoretti was first marked by the warm reception DCP party leader Rigathi got. Fearless Rigathi called out President Ruto for key social issues such as him stealing petrol that would hike fare prices for common mwananchi and didn't even spare Deputy President Kindiki Kithure just to remind him that he was not elected and he will be going home with the entire team as Rigathi Gachagua launched Fagia initiative today. Just listen to this and let us know if you think President Ruto will secure a second term. Haya, Awagware hoi! Awagware hoi! Awagware hoi! Awagware mjambo! Muko salama watu wangu? Rigiji amefika Kawagware. Leo ni leo, musema kesho. Leo ni leo, musema kesho. Awagware hoi! Kanayo hoi! Nimekuja tuongee. Si ndio? Rigiji amefika hajafika. Si tuko hapa Kawagware. Ndio tuongee mambo yetu. Tujipange mbele. Si ndio? Nyinyi mnajua chama ya Rigiji. Chama ya Rigiji ni gani? Chama ya Rigiji ni gani? Kazi yake ni kusikiza nini? Kazi yake ni kusikiza nini? Sasa si nimekuja tusikize ground. Si tusikize ground. Weka hii mabango chini, weka hii mabango chini, weka hii mabango chini. Mimi nataka kusikia watu ya Kawagware. Hapa Kawagware munasemaje? Ate munasemaje? Ate Kawagware munasemaje? Ate Kawagware munasemaje? Hapa ni one time. Wacha nione. Harambee! Harambee! Wewe Ruto wewe! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe adui ya hustlers! Wewe mtu ya kuharibu Kenya! Wewe mtu ya Singapore! Wewe mtu ya kutenga! Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Bas, si maneno ndio haya. Sasa hata nikienda nyumbani kulala sini sawa. Si mnaniambia hapa ni one time. Mimi nimetembea Ukambani wanasema one time. Nimetembea Kisii wanasema. Nimetembea Mombasa wanasema. Nilikuwa Kiambu jana wanasema. Hivi karibuni nilikuwa Murang'a wanasema. Na hapa Dagoretti wanasemaje? Hapa Dagoretti wanasemaje? Mimi nauliza watu ya Dagoretti, nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani amesema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani ameharibu biashara? Nani amepora Kenya? Nani ameuza Safaricom? Nani ameuza pipeline? Nani ameuza Nairobi Hospital? Nani ameharibu Kenyatta National Hospital? Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wangapi wanasema Kasongo aende? Mimi Rigiji nimefika hapa Kanairo. Tuanze safari ya kupeleka Kasongo nyumbani. Hii Kasongo ametusumbua. Ameharibu kila kitu. Alikuja akasema ati yeye ni mtu ya hustler.
akasema ni mtu ya bodaboda, akasema ni mtu ya mama mboga, akatudanganya atatuweka pesa kwa mfuko. Ile kidogo ilikuwa kwa mfuko akatoa. Ni muongo si muongo? Ni muongo si muongo? Sasa juzi ameongeza bei ya mafuta ya petroli na diesel. Sasa fare itapanda, bei ya kila kitu itapanda. Mimi nimemwambia juzi Kasongo, sisi tumekupatia siku 7 upunguze bei ya mafuta, utoe hiyo shilingi 40. Ukikosa kufanya hivyo, tutaambia Wakenya, watu ya Dagoretti, watu ya Kanairo, watoke kwa barabara, tusimamishe Kenya. Harambee! Tukiitana tusimamishe Kenya, mutatoka. Mutatoka. Kwa sababu yu Kasongo ametubeba ufala. Si ndio? Harambee! Yeye Kasongo anasema amechanganyikiwa. Ate bodaboda, pikipiki, ate wanatumia mafuta ya taa. Mchekelee Kasongo. Chekelea Kasongo. Amechanganyikiwa, si ndio? Wewe Kasongo nimekuona. Ngoja kidogo bodaboda. Ngoja watu ya vuvuzela kidogo. Tafadhali. Watu ya vuvuzela, watu ya filimbi, ngoja kidogo tuelewane. Nimeona Kasongo akiongea akiwa Mandera. Anasema ati kina Rigiji, ati vile wanaambia Wakenya ukweli, ati ni wagonjwa wapelekwe hospitali. Wacha nikuambie Kasongo, Wakenya wanauliza, mtu ambaye amechanganyikiwa anasema pikipiki inatumia mafuta ya taa, ni mgonjwa si mgonjwa? Ni mgonjwa si mgonjwa? Kati ya sisi na Kasongo nani mgonjwa? Mtu ambaye amechanganyikiwa. Wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya, unaamuka kusema hata pikipiki inatumia mafuta ya taa, ni mgonjwa si mgonjwa? Namba 2, wewe Kasongo, kama uko na haja kusaidia wagonjwa, tafadhali enda Kenyatta National Hospital. Wagonjwa wamejaa hapo, hawana chakula, hawana dawa, kwa sababu ile pesa walilipa kupitia eCitizen, umeiba hizo pesa. Kama unataka kusaidia wagonjwa Kenyatta National Hospital, ile pesa umeiba ya wagonjwa pale Kenyatta National Hospital, ulegesha hiyo pesa, wagonjwa wanuliwe dawa na wanuliwe chakula. Harambee! Harambee! Kasongo, kama unataka kusaidia wagonjwa, tumejaa maharambee kila weekend kwa sababu SHA haifanyi kazi. Kama umekuwa na haja ya kusaidia wagonjwa, ufanye juhudi SHA ianze kufanya kesa, wagonjwa wasaidike. Tena tumeona ukiambia Duale ati asaidie wagonjwa. Duale hapana daktari, Duale ni mwizi wa pesa ya wagonjwa. Duale ni mwizi si mwizi? Sasa wewe Kasongo, utaambia mwizi ya pesa ya wagonjwa awasaidia namna gani, na yeye ni mwizi ya pesa ya wagonjwa? Harambee! Mimi nilikuwa na Kasongo pale Olokalao, mliona? Mliona? Nikamwangalia kwa macho, alikuwa ameketi hapo. Nikamwambia Kasongo, wewe ni mwizi. Nikamwambia Kasongo, wewe ni muuaji. Nikamwambia Kasongo, wewe umepora Kenya. Nikamsomea masaa karibu dakika 30, akakunywa maji chupa 16. Si ndio? Kasongo angaishwe siangaishwe? Kijana yangu inaitwa John Medhu akamwangalia Kasongo, akamwambia Kasongo, mimi John Medhu, kijana wa mwaka 34, ninakuheshimu lakini sikuogopi. Hapa Kawangware, mimi najua munaheshimu Kasongo, lakini Kawangware munaheshimu Kasongo, lakini Kawangware munaheshimu Kasongo, lakini Kasongo, hakuna mtu naogopa wewe. Sisi tunakupangia jama vile utaenda nyumbani huko Sugoi, kwa sababu umeharibu Kenya na umesumbua watu ya Kenya.
Harambee! Harambee! Alikuwa ananitubia hii mtu anaitwa Soprano. Unajua Soprano? Ile mtu bure kama supu ya malenge. Sasa hii Soprano ni mtu ya Yesa. Akiambiwa kitu hata kama ni mbaya anasema. Wakati ya Gen Z aliitwa na Kasongo. Akaambiwa wewe Soprano, kuja hapa. Wewe Soprano kuja. Hawa vijana ya Gen Z wananisumbua. Wamenichora picha. Wakaniweka kwa jeneza. Wamenikasirisha sana. Nataka unisaidie. Uwateke nyara. Wengine uue. Wengine upige risasi. Soprano ni bure si bure. Ni bure si bure. Nimeona juzi anaongea. Hata viongozi wamechaguliwa. Hata waheshimiwe. Wewe Soprano, hakuna mtu alikuchagua. Nyinyi mlichagua Soprano. Mnajua muko na haja na Sasa wewe Soprano unasema ati uheshimiwe, ati umechaguliwa. Umechaguliwa na nani? Wewe ni mfanyikazi wa Kasongo. Wewe ni mtu ya Yesa. Sasa unajua Kasongo mambo yake ni mbaya. Ati anategemea Soprano amsaidie. Sasa Soprano anaenda mkutano pale Embu. Akiamuka kuongea, ni fire si fire. Anasema ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Soprano ni bure si bure. Ni bonoko si bonoko. Aende asiende. Ya mwisho ndio niita viongozi. Mimi Rigiji nimetangaza operation inaitwa Fagia. Ya kufagia Kasongo na wasaliti na takataka na kasia ya siasa. Nikisema harambee, munasema Fagia. Harambee! Wasaliti wote, UDA, Wilbaro, KJ, Sakaja, Soprano, na Kasongo. Huyu kijana anaitwa KJ, si mjumbe hapa. Ni msaliti si msaliti. Aende asiende. Wangapi wanasema KJ aende. Huyu kijana anaitwa KJ. Amekosea watu ya Dagoretti. Siku Kasongo aliua Gen Z, alimwambia pongezi. Siku Kasongo alileta finance bill, akamwambia pongezi. Juzi Kasongo ameongeza mafuta, KJ anamwambia pongezi. Ni msaliti si msaliti? Ni msaliti si msaliti? Aende asiende? Mumeamua. Watu ya Dagoretti South, mumeamua. Kama tukiua nyoka, tunaua pamoja na maya. Huyu KJ, tukifukuza Kasongo waende pamoja, si ndio? Wewe KJ, ulikuwa msanii. Tukikufukuza, uende huko kwa Sugoi, ukuwa ukifanyia Kasongo mambo ya usanii. Si ndio? Aende asiende? Mimi nataka kujua watu ya Dagoretti South. Kama mumeamua KJ aende nyumbani, munioneshe. Harambee! Harambee! Huyu Kasongo nikimaliza, I want to assure you, huyu mtu nimemkasia, nimekaza yeye, analia kama panya imeshikwa na mtego. Na nimwambie, mimi next year, wenzangu wakinichagua, nipeperushe bendera ya urais wa Jamhuri ya Kenya, nitakimbiza Kasongo kama baiskeli ya kuibiwa. Harambee! Harambee! Nataka munisaidie tumkaribishe Deputy Party Leader wa chama cha DCP.